nani? Selina na Mary. Hivi nyinyi mnaona kama kuna utofauti sana na hii kwa hii kijiji? Hii kijiji ni kama kinaboeka. Nyinyi mnaonaje? Uongozi wenyewe mbaya. Jamani, basi ni kuongea juu. Njoni tuongee. Mwanzo kwa napita hapo. Jamani, kijiji tumetengwa sana. Tunasema kwa wapi? Tunaonekana kwa waonekana. Sijui, twende tu ndani tukawatafute. Semekana ndio wale pale. Ndio wale twende. Na wanatutorokaje jamani? Hawezi katuita. Hadi sielewi. Jamani, akina Selina, mna madharau siku hizi. Yaani mkija kutafuta kuna mwezi katuita jamani. Mngetuita hata. Sali, amwezi katufikia jamani. Tulijua mnatafuta kuna. Sasa mnatuita tu jamani. Sasa mnatukaribisha mmetoroka, sasa mnatukaribisha nini? Tujeni tukaendelea kutana. Wewe vipi? Sio tunafika sasa hivi. Lakini mnafika jamani. Mnaenda tu peke yenu. Ndio maana taunua. Na mimi hata jamani. Mnaona mko na madharau itaisha. Waita hapa. Na kitu kimefanya ni waita. Tangu mzee aiage dunia. Mimi na mdogo wangu Abu tulichukua sheria, na maana kwa hii kijiji sisi ndio tulikuwa vijana wa mzee wawili tu, Ali na Babu, nyinyi mkiwa kama machifu kwenye hiki kijiji. Mimi na mdogo wangu hatuwezi kulinda hiki kijiji tukiwa wawili peke yetu. Tunataka mtutembeze ndani mwenye huu msitu, tujue ni wapi ama sisi tunafika wapi, mpaka isiwe tunategemea wanakijiji nao kumbe wanatutegemea na kuna mtu anaharibu vitu pale. Ningetamani sana tukilinda hiki kijiji kama mzee alivyokilinda. Na wakuu wangu wawili, kama mlivyosema, kazi yangu nitaiendelesha kama nilivyofanya. nyie mabindi mmetokea kijiji kipi? Mkuu, tumetokea hiki kijiji cha Imara. Mko na uhakika? Ndio mkuu. Unawafahamu hawa? Nawafahamu. Hao mabinti wetu wenye hii kijiji. Safi sana.
Vipi? Anapendeza yule mwanamfalme. Yupi? Yule mkubwa. Wewe nawe tamaa nawe. Tamaa ya nini anapendeza? Sio kwa Malkia. Waweza kutembea kwa madaha. Nina furaha sana kwenye hiki kijiji cha Imara na nimefurahi sana. Kumbe kazi ya mzee ilikuwa nzuri hivyo. Ni sawa. Bau na Ali, natamani sana tuendelee kukisifia kijiji chetu, yaani tukifanye kiwe kizuri. Ni ukweli. Mdogo wangu, hivi unaweza kuwa na jambo lolote kwenye hiki kijiji ama umeona nini kwenye hiki kijiji kimekufurahisha tu? Mimi kusema kweli mimi nimefurahi. Kwa kweli mimi nimefurahia, mazingira mazuri, sijaona tatizo, ila niko na wazo fulani. Mbona tusigawane? Wewe uwe juu, mimi niwe chini, kila mtu awe na kijiji chake. Unaonaje? Kiukweli ndugu wangu, nakupenda sana, lakini wakati wa kugawana bado. Ngoja tukitengeneze hiki kijiji. Niende nikazungumza na mwenzangu, nitawarejeshea majibu. Sawa, nashukuru sana machifu wangu. Asante, kazi nzuri. Mlinzi, Naam kiongozi. na mazungumzo na wanakijiji na ningehitaji kuzungumza nao. Natamani sana wafika hapa kwa haraka, na utapitia hao chifu waambie pia wafika hapa haraka iwezekanavyo. Kama ulivyosema wana kijiji cha Imara, hii ni ombi kutoka kwa mkuu wa kijiji hichi. Wote walio mabomani. Nye, mmesikia sauti kutoka kwa mfalme anatuita? Hajasikia bado. Basi mfuate twende. Mizimu. Nasikia ni kama babu kiongozi ananiita huko kijijini. Mizimu. Naam. Lengo nililofanya nikawaita hapa ni Princess anahitaji mtu wa kukaa na yeye, mtu ambaye watakuwa anatembea na yeye, atakuwa anamtembeza kwenye shughuli zake, na
Nilichofanya nikawaita hapa nyinyi wote, machifu wangu na nyinyi pia wanakijiji wenzangu, ni kwamba nimetaka kila mtu ashuhudie Princess akimchagua mchakazi wa kazi. Nimemchagua kwa msaidizi wangu. Tutakuwa tunaenda naye kila mahali, nitakuwa na mwamrisha tunaenda naye. Mtaalamu. Naam, kiongozi. Ningependa umwangalie huyu kama ako sawa, anakubalika. Babu, mizimu hiyo. Kiongozi, Bindi yuko sawa, atamsaidia. Nawashukuru sana wanakijiji wangu, na tawaruhusu rudi kwenye shughuli zenu, ila tabaki na huyu na chifu mmoja hapa kwa mazungumzo mengine. Nawaruhusu, mnaweza kuondoka sasa. Haya dada, utaenda umuonyeshe maandalizi, utamuonyesha vile maneno yatakuwa. Utaenda mjipange, mwanze kujipanga sahihi. Dada. sherehe jana kweli. Kumbe uliona kabisa. Mbona nikuchague sisi? Rafu mimi. Kwani sisi wapi? Nani aliona badala ya kuna kama hakuna. Yeye mbombika wapi?
nataka tuende moja kwa moja nipeleke kwa mganga. Nataka kufika huko kwake na mazungumzo na yeye. Ndivyo chawe. Kina nani babu? Babu, karibu kiongozi. Karibu kiongozi. Nyosha mguu hapa. Babu. Mtaalamu. Nimekuja hapa kwa mazungumzo mimi na wewe. Imekuwa juzi tokea ndugu yangu aniulize. Alikuwa anataka kugawanya huu msitu. Kila mtu awe na utawala wake. Lakini kwa hiyo mazungumzo nikaona tokea baba yetu atuachie msitu afe, hakuruhusu hayo maneno yatokee. Sisi tuutawanishe huu msitu, na iwezi tokea sisi tungali tuanze kutawanisha huu msitu mapema. Mtaalamu, na nimekuwa na hofu sana. Ndugu yangu tokea siku sikumpa majibu, nilimwambia subiri. Sijaonana na yeye kabisa. Na nilikuwa nataka ama ningetamani uweze kuniangalia ama uniambie ako wapi. Haiwezekani. Venye ninavyoona kwa macho yangu, haiwezekani. Huyo msitu hauwezi gawanyika na mtoto mdogo, hauwezi mgawanyisha huu msitu. Wewe ndio unafaa ugawanyishe huu msitu, wewe ndio kiongozi wetu. Wewe ndio mkuu. Wewe ndio unafaa ugawanyishe huu msitu. Maana babako ndiye aliulinda. Haiwezekani. Haiwezekani. Msitu hauwezi gawanyishwa na mtoto mdogo. Wewe ndio kiongozi wetu. Ulimviki. Huu msitu ni wetu. Wewe ndio kiongozi wetu. Yako yuko wapi? You were
Chifu mwenzangu, jana usiku nimeota ndoto. Ndoto gani chifu mwenzangu uliota jana usiku? Jana nimeota kuhusu huu msitu. Unakumbuka vile mwana mfalme mdogo alivyosema? Nakumbuka chifu mwenzangu. Unakumbuka vile mfalme alivyopigania huu msitu? Nakumbuka chifu mwenzangu. Itakuwaje mtoto mdogo anataka kuugawanisha msitu mara mbili? Chifu mwenzangu, Naam. naomba tuende tuone mwana mfalme mkubwa, tuweze kumwelezea hili swala la hii msitu kabla yeye hatari ya hii msitu. Sali. Imekuwaje tushatokea. Mama Shani mwanamfalme. Ulikuwa unataka nimwachie nani? Mgang'anizi yani. Nilijua amemfuata mfalme tu. Tuseme mmesikia vibaya sana. Umetuitia nini mwanetu? Hapana, ni kuajulia tu hali. Ama kweli. Ninyi mabinti mko na roho mbaya jamani. Nyie, tulieni niwaambie. Haya. Niliwaambia. Niliwaambia yule mwanamfalme mkubwa anapendeza. Saizi nimefika pale nilikuwa nataka jamani. Kwa hiyo ujenda ulinzi. Umeenda kumfuata mwanamfalme sio? Ndio nimefika karibu sasa. Mapenzi jamani, ama kweli. Unajua nini Salome? Enzi za kina mama wangu waliniambiaje? Ungetokea mtu matabia kama za huyu, atuseme umempenda mwanamfalme, ungepewa adhabu. Sasa ole wako. Uende kwenye manisia zako sijui unafanya nini. Mdomo wako utakuponza. Tembea twende basi. Nadhani sitaki kukutazama. Nakushauri bure tu. Nashangaa sana. Sisi tunakuwa. Nini kinawauma tu? Sisi tunakuingilia na kushauri tu kwa jamani. Sisi twaumwa, twakuhurumia tu. Basi kafanya nalotaka. Nimewaambia mimi nilishafika jamani. Umefika. Niko karibu naye, nitafanya kila kitu ambacho nitafanya. Huko ni ulinzi tu. Usidhani ni mapenzi. Heshima zako kiongozi. Mzuri tumekutana na wewe kiongozi. Kuna jambo tulikuwa tunakuja huku nyumbani kuelezea.
Niambie, umetokea nini chifu wangu? Kuhusu lile jambo ambalo tuliliongelea mara ya kwanza. Tunataka tulimalize hilo swala haraka kabla huu msitu haujaharibika. Tusiruhusu huu msitu ukatwe katikati. Maana huu msitu uko na mila zetu na desturi zetu. Naam, chifu wangu, nimewaelewa kabisa. Na pia mimi siwezi ruhusu hata kidogo huu msitu ukagawanishwe. Huu msitu mfalme aliupigania, na nikikumbuka ulikuwa usiku wa manane. Baba alipitia maisha magumu kuupata, na hata saa hii unavyoona nilikuwa nimetoka hivyo kwa mtaalamu. Pia mtaalamu amefanya utafiti, ashanielezea kuhusu msitu, na nimewashukuru sana machifu zangu kunisaidia. Sisi hivi tunaelekea huko nyumbani, na pia naenda kumtafuta mdogo wangu ili niweze kuzungumza na yeye kuhusu haya maneno ya kugawanisha msitu. Hatuwezi ruhusu kabisa huu msitu ugawanishwe. Lazima nigeuze kijiji, lazima nigeuze, lazima nigeuze. Unaona aje mazoezi? Mimi naona mazoezi tuko sawa. Wacha tuende tuwakute sasa. Lakini tutie bidii kwa mazoezi. Bado tuko chini. Hata wewe mwenyewe ukiangalia, bado tuko chini. Kikosi tunaenda kabiliana nacho, si kikosi rahisi. Mpaka tutie bidii, mpaka tujitahidi, si atuone nini. Wewe wewe mwenyewe unajua. Yafaa tuongeze watu, tujue vile tutafanya. Tuongeze mazoezi. Na tunaenda vita, tunaenda kuua, hata kama ni kuua tutaua. Mpaka nigeuze kijiji, lazima watu waniheshimu. Ndio. Au mwenyewe.
vizuri uko hapa. Nina jambo nilikuwa nataka tuzungumzie. Jambo gani? Kwa kweli nilikuwa nataka nikutafute, nikuambie, nikuombe yani, kama ungependa, ningependa uwe mmoja wetu. Mimi na huyu mlinzi wangu ningependa mnisaidie kazi. Niko na kibarua. Kazi gani hiyo? Nataka nigeuze kijiji. Hapana, haiwezekani. Tulia ndugu yangu, nitakupatia hadi nusu ya mali yangu. Nitakugawia hiki kijiji nusu. Nataka ili uishi maisha mzuri, ila tu unisaidie kazi. Hapana mwana mfalme. Mfalme aliniachia uongozi kungoja hiki kijiji, akanipa mamlaka zake, akasema mwanawe mkubwa ndiye atakayemiliki mali yake na atakaye kuwa mkubwa wa hiki kijiji. Haiwezekani. Hiyo haijalishi, lazima nitageuza kijiji, lazima, na kila mtu ataniinamia mimi. Hamna tatizo, acha tutaona. Ni sawa, ila nakuambia hakuna chenye mtanipiga, hamwezi kunipiga. Mdogo wangu kazidiwa. Huyu anaongea nini? Mdogo wako anafanya nini? Kazidiwa, ni mgonjwa. Mdogo wako amezidiwa, ni mgonjwa? Ndio. Mwanamfalme jamani, mama yangu jamani, mama yangu mimi kifa nitaenda wapi mwanamfalme? Mama yangu kazimia kwa sababu jamani. Nisaidie jamani. Mwanamfalme. Kipi kinaendelea hapa? Mwanamfalme nika sielewi. Aya, nyanyukeni. Nataka mnielezee kiutaratibu ni kipi kinaendelea kwa kijiji. Mwanamfalme, mdogo wangu ana ugonjwa wa ajabu. Jamani, mamangu ameanza tu ghafla tu, juzi amazimia tu pasipokuwa na sababu. Jamani, mimi simuelewi. Naomba unisaidie. Mamangu akifa mimi nitaenda wapi? Sasa kitu mtachofanya ninyi mtaenda nyumbani, ila msijali, naenda kumtafuta mtaalamu mara moja. Hivi haya ni magonjwa gani? Mbona nikaa nikasi najichanganya hapa, sielewi kabisa. Vipi chifu wangu? Sijui janga gani zimetokea katika hiki kijiji. Tena wewe? Janga limetokea katika hiki kijiji. Nashindwa hata kuelewa. Nimetafuta chifu mwenzangu, sijampata. Ikabidi nije hadi kwako. Sasa chifu, kifupi unasema kuna janga lishatokea kwenye hiki kijiji? Ndio. Wanakijiji wameanza kugonjeka sana. Wewe utarudi kwako nyumbani. Mimi naenda moja kwa moja mpaka kwa mtaalamu, tujue ni kitu kipi kinaendelea kwenye hiki kijiji. Sawa.
Mfalme, heshima kwako kiongozi. Yuko kwenye shughuli zake hata sijui. Aya, kwanza tuyaache haya. Hivi kuna janga limetokea. Penye unatuona hivi, tunaenda moja kwa moja mpaka kwa mtaalamu atuelezee. Janga gani hilo kiongozi? Kuna janga limetokea, wana kijiji wameanza kugonjeka sana. Na hata hivi sina muda wa kupoteza, ila tutapatana muda fulani tuzungumze mengi baadaye. Haya kiongozi. Haya, naam. Nilikuwa matembezini zangu pale kwa msituni, nikamwona nduguye mdogo anataka kugawa ule msitu. Ameniomba nijiunge naye, nikakataa. Amenisihi kuwa kama nitajiunga naye pamoja ataniongeza mshahara. But nilibaki pale pale, msimamo wangu nilimwambia. Mzee alisema huu msitu na ufalme wake, uongozi tunampa kijana wake mkubwa. Nimeacha akifanya mazoezi, anataka kuvuruga hii kijiji. Unajua kama mimi hapa tangu utotoni wangu nilikujua wewe, ulikuwa karibu sana na mzee. Ndio. Na ndio maana mimi nikakuaminia wewe. Na sitaki kuwaza ama kufikiria kitu kingine kuhusu ndugu yangu huyo. Ina sababu sahihi. Yule ndugu yangu ndiye anayefanya vitu huko msituni. Na hatukuruhusiwa kuingiza watu hapa kwenye hiki kijiji, watu tusiowajua. Najua hilo. Mzee aliniambia, alinipea masharti yake na nitayazingatia. Nashukuru sana. Asante. Pia nakushukuru kuungana na mimi. Haya. Yule ndugu yangu, ningeomba sana kama unajua mahali alipo sahi, unipeleke huko. Mfalme, nilikuwa na wazo. Nilikuwa naomba kama tungemhamisha katika hiki kijiji, tumtupilie mbali. Kiukweli hapo ni vigumu sana, kwa sababu nampenda ndugu yangu sana. Na ningetaka sana nimfunze ama nimwelekeze, ajue kitu anachokifanya hicho ni kibaya sana. Tutajiletea hapa shida kubwa sana. Haya, uamuzi kwako mfalme. Habari zenyu wanakijiji. Mwanamfalme, shida gani inawaleta hapa kwangu? Mwanamfalme, tuna matatizo mengi sana. Kama gani? Magonjwa ya ajabu, maji ndio yanapotea, mabaki madogo tu. Nikamfanyaje? Vyakula vinapotea. Sasa hivi vyakula vimepungua kabisa, hata tuelewi. Lakini mwanamfalme, kuna nini? Mwanamfalme, shida moja hii hapa. Mbona mwanamfalme sasa? Msaidieni huyu. Wewe, hamna daktari? Vipi? Hamna daktari. Wewe, hebu muite daktari. Jamani, tusaidie jamani. Mbona afiki? Mwanamfalme jamani. Daktari anafika, daktari akija anafika. Jamani. Asante, asante. Wewe basi.
Itakuwa sawa. Nashukuru Mungu kweli. Nashukuru. Jamani. Sawa. Chifu wangu. Naam. Nafurahi sana nimekutana na nyinyi kwa mara ya tatu. Na venye mnatuona hapa, mimi nimeelekea hivi kwenda kumuona mdogo wangu. Kwa ile mazungumzo tulizungumza na nyinyi ile siku kuhusu kugawanisha msitu, nasikia shaanza uhalifu. Na ningewaomba sana twende moja kwa moja kumuona huko. Sawa. Pale. Mnavuka mpaka. Mjini mpaka. Kwanza mmepata nini huko? Mnataka nini? Ndugu yangu. Mbona hivyo? Mbona umebadilika tu ghafla? Niliwaambia. Nilimtuma huyo akuja kuambia. Hii msitu lazima tugawane. Na huu ndio mpaka wangu. Yaani biashara zako zipikie kule. Sio huko. Yaani unataka kuniambia ushagawanisha mpaka bila hata mwana kijiji yote kujua? Ndio hiyo sasa. Si lazima mjue. Usiniambie ushaanza kufanya haya mambo yako huku sasa. Kila kitu nishaanza kufanya. Ndugu yangu nilikuonya. Nikakwambia. Baba alikataza. Mbona umefanya hivi sasa? Baba alikufa akaenda na mambo yake. Huu ni wakati wangu. Lakini ujue unafanya makosa. Makosa tutarekebisha mbinguni. Huko duniani wacha tufanye mambo ya dunia. Ndugu yangu, huoni kama umeanza kuwakosea watu wengine wasio na hatia kwenye hiki kijiji? Huoni kama kuna watoto kwenye hiki kijiji? Kuna wamama? Lakini kwa hilo naona sasa ndugu yangu umeanza kukosea. Na kuna adhabu utaipitia sasa. Adhabu gani? Adhabu gani? Usimshike hivi mkubwa wewe. Oya. Usinishike. Ndugu, usinishike. Oya ndugu yangu. Hapa nakuomba tu. Hatujakuja vita. Kilichotuleta hapa ni amani. Nakuomba tu. Lakini kama umeamua ni vita, sisi hatutaki. Acha sisi tuondoke. Wewe baki ukifikiria kuja kwa kijiji. Tengeneza maneno yawe sawa. Ni sawa. Sisi tunaondoka. Wengine sitaki waona mkileta hapa hizi takataka zenu hapa. Nendeni. Nawashukuru sana wanakijiji wangu kwa kufika hapa. Na lengo niliyofanya nikawaita hapa ni kwamba ndugu yangu ameamua kugawanisha msitu. Na mnajua hivyo mfalme alikuwa amekataza jambo kama hilo lisiwahi tokea hata kidogo. Hilo jambo linasikitisha sana. Na ningependa tuungane kwa pamoja ili kulimaliza hili swala. Tutafuta mtaalamu na watu wengine wenye uwezo pia, kwa sababu amejipanga huko. Sio virahisi sasa.
itabidi tutumie njia zote kulimaliza hilo swala. Na jambo lingine, nimeongea na mtaalamu, amenielezea mbona magonjwa yanatokea hivi ghafla, magonjwa ya kiajabu ajabu tu hivi. Tutakutana na mnajua ile siku ya usiku wa mwisho ndio tutaenda tulimaliza hili swala kwenye huu msitu wa Imara. Tutalimaliza hilo jambo hapo, msiwe na wasiwasi. Sasa mtaalamu wangu shazungumzia hilo. Nawaomba sana msiwe na huzuni kama mmefiwa. Tawaruhusu muondoke, lakini ili mliweke kwa akili. Yoyote mwenye ana maongezi yoyote kuhusu ama anajua vile tutaweza kufanya ili kuutetea msitu, pia aje anisaidie. Mimi nina njia na nina uhakika tukitumia njia yangu tutaweza kuulinda msitu. Mfalme mzee alipokuwa mgonjwa akiwa hospitalini, akiwa kwa daktari, alinipa mamlaka zake. Nadhani niliwakalisha chini nikawaelezea, na ningeomba tubaki na ule msimamo kuhusu ugonjwa. Tuna daktari aliyekuwa daktari wa mzee, hiyo tumwachie, tushughulikie msitu. Manake huu msitu ni wana kijiji, sisi ni viongozi tu, na tuna sababu ya kuulinda. Nitasimama nawe. Nakushukuru sana kwa maongezi yako pia, na tawaruhusu mrudi nyumbani. Kitu chochote kikitokea tawaambia pia. Asanteni. Nani mama amezimia bila hata sababu? Hata mimi zinani. Okay. Natumai mko na habari. Swali ni rahisi. Mko upande wangu ama mko kwa huyo mtu mwingine mwenye hiyo? Haina haja nimtaje. Okay. Kunyamaza kwenu kunaonyesha mko ule upande mwingine. Bila shaka rudini pa mmetoka. Mwanamfalme! Chifu! Kuna nini mabinti? Chifu! Mwanamfalme mdogo yuko kule. Amefanya nini? Anataka kutuua. Anataka kuua tena? Amesema kama tutakuwa upande wake atatuua. Jamani chifu, tusaidie. Chifu, tutafanyaje? Jamani tusaidie jamani. Chifu! Mwana mfalme mdogo ameanza nini hiki tena? Haiwezekani. Ameanza kupotea. Anatakiwa aheshimu amri za babake.
Dioku. Nyie mabinti nendeni, tunalishughulikia hili. Chifu mwenzangu, inawezekanaje? Hili swala lazima tuende tumwelezee ndugu ya mwanamfalme mdogo mkubwa. Ile lazima tumfikishie, lazima. Hatuwezi subutu. Usiku wa leo nimekutafuta ili uweze kuniambia tu, unisimulie story, nijue kitu kipi kinaendelea kwenye msitu. Mtaalamu, magonjwa yametokea, magonjwa mengine ya ajabu. Hata sijaiona kitu kama hicho. Lakini kwenye ndoto zangu nikakukumbuka we mtaalamu. Ulikuwepo wakati wa msitu, ulikuwa unaokolewa na mababu zetu, akiwemo babangu kiongozi mwenyewe. Mtaalamu, nimekuja uweze kunielezea kitu kipi kinaendelea kwenye msitu mtaalamu. Mambo yashaanza kuchipuka, mambo yashaanza kutokea. Kama haujui, mambo yametokea, mambo yashatokea. Kiongozi wangu, acha nikusimulie story ya huu msitu. Huu msitu umekuwa na mababu, umekuwa ukimulikiwa na nguvu za mababu, nguvu za maajabu, nguvu za kishetani. Huu msitu umekuwa ukimilikiwa na nguvu za mapepo. Yaani mtaalamu, nataka kusema huu msitu umekuwa ukimilikiwa na nguvu za kipepo ndani mwake? Inafaa mpaka hata mababu walioko wa zamani, vijana wakusanyike kwa hiki kijiji kuhusu huu msitu. Una msitu umekuwa ukikuwa na mababu zako walikuwa na ngoja huu msitu, walikuwa na umiliki vizuri sana, ulikuwa na umiliki wa ajabu. Kiongozi,
Hii story hapo awali ilikuwa ilipiganiwa na mapanga. Watu walipigania huu msitu, walikataa na mapanga wakauana. Sasa hivi nataka wewe ukiwa kiongozi, nikikuapisha, ukiapishwa kama kiongozi, ndakupa nguvu. Mimi ndakuangalia na Mtaalamu, ujue jambo la kushangaza sasa, inaweza kuwa nikiangalia kwenye hapo mambo ya awali, naona siku za usiku hizi zenye mzee alikuwa anaupigania msitu, yale mambo yaliyokuwa yanatendeka pale awali yalikuwa yakitendeka usiku. Na mimi mzee aliniambia vizuri, chochote unachopewa ama unapokabidhiwa na mtu kitu chochote, kilinde, usianze kukitumia vibaya. Na mimi nimeanza kuona ndugu yangu anautumia msitu vibaya. Ameanza kuingiza watu wasio wazuri kwenye msitu. Ameanza kuubadilisha huu msitu kuwa mbaya. Anaweka mpaka mipaka mara 2. Na mtaalamu, nataka leo tu nimekuja kwako ili uweze kuniambia kila kitu kilichokuwa hapo awali, ili nami nikae kwa nguvu nikiulinda huu msitu. Kiongozi, baba yako aliyekuwa baba yako na alisaizi ni mababu, wewe ni ndugu wawili, mlizaliwa ndugu wawili. Baba yako alilinda huu msitu, akaupigania, akasema nitazaa vijana viongozi watawekwa wawili. Wewe ndio unastahili kijana mkubwa uoje huu msitu. Na hii ndio iliyokuwa fimbo ya baba yako. Baba yako aliulinda huu msitu, na hii wakati ndakukabidhi hii ni yako, ndakupa hii, mfanyie nguvu zako, itakupa ndaka nguvu. Fimbo nataka nikuonyeshe leo, utakapotumia huu fimbo hii ya maajabu, hii lilindo msitu. Haya, nataka uipokee babu. Mababu. Shetani, utaulinda huu msitu. तुमने मुझे कब्रिस्तान में अकेला छोड़ दिया, मेरे पास आ जाओ। तुमने मुझे कब्रिस्तान में अकेला छोड़ दिया, मेरे पास आ जाओ।
Sasa tuache tuelekee huko hivyo tuone anasema. Mkuu. Kazi ambayo ulinipatia nimefaulu. Ndio hao hapa nimewaleta mkononi mwako. Nataka watusaidie kazi. Na wamekubaliana na mimi. Safi sana kijana wangu. Boys, natumai mnaelewa kazi inaenda kufanyika. Na leo ndio siku ya uchaguzi. Nataka tukiingia pale sisi ndio tunaingia pale. Na tukiingia tunaingia. Na mimi ndo naapishwa. Ndio. Leo hii. Mnaniunga mkono? Ndio mkuu. Mnaniunga mkono? Ndio mkuu. Safi sana. Ndio. Hivi Mwali, hivi unajisikiaje? Hivi karibuni unaenda kuwa mwali halali. Jamani, najisi vitu ila tawaje tu. Usiniambie unaogopa. Siogopi ila ama nikachukua hiyo bahati. Jamani, bahati kajaongea hata kuchukua aje. Wewe, usilale bahati mwenzio jamani. Na si utaringa sana. Mama kweli. Bila usituangushe. Aya, ukiwa malkia mama, usitusahau kweli. Sasa wewe ni mabaraka zangu. Kumbe dada, waenda kuoleka. Kumbe mfalme anakujia. Tafadhali dada usiniangushe. Ndako yule. Usiniangushe. Yaani kumbe unasikiza huko tu. Unajua lazima unaenda kuwa mfalme mdogo. Ama kweli. Basi tunaomba ukaunde mgongo wa kupinda tu mbele ya dada yako. Naenda kutengeneza vizuri. Jamani. Haya kupiti ati. Machifu wangu. Yes. Tunaelekea kufika sasa kwenye boma. Na nimefurahishwa sana kwa kuniunga mkono sasa. Hivi naelekea siku ya kuapishwa na mnajua inafaa nikuwe na mke sasa. Siwezi apishwa bila kuwa na mke. Sasa tuende moja kwa moja kwenye ile boma. Tukawe. Heshima kwako mwanamfalme. Nawashukuru sana. Na kilichonileta hapa na mazungumzo na ndugu yenu. Na mtanipa muda kama dakika 5 hivi. Alafu tawaachi hapo. Natumai saa hii una furaha. Hivi yafaa ukuwe na furaha kwa sababu unaenda kuwa malkia. Na hivi karibuni mimi naenda kuapishwa kuwa mfalme. Ndio sababu nikakutafuta wewe.
Asante. Unajua kiongozi wetu ni lazima ashinde. Lazima aokipa hii msitu yote. Hatuwezi shindwa ili hali tuko kwa msitu wetu. Ndio. Lazima tuichukue. Nini? Furaha ya nini? Ndugu yangu, habari yako ndugu yangu? Mimi na furaha. Haujui kuna uapisho jamani? Uapisho wa nani? Uapisho tena? Dada yangu ameenda kuoleka. Wacha. Dada yako anaoleka kwa mfalme wa kijiji hiki. Na anaenda kuapishwa. Mfalme anaapishwa? Tafadhali, tuna sherehe kubwa na waalika. Nani amepewa mamlaka kwa nani? Amepewa mamlaka kutoka kwa mkuu. Kijana, tutaonana. Huyu Mkubwa wetu yuko tayari, anafanya sherehe kubwa zaidi. Tunawaalika ndugu yangu. Tutaonana. Sawa, safari njema. Safari njema. Wote lazima ufike kwa mkuu. Salamu mkuu. Ripoti kutoka katika kijiji upande wa pili. Imesemekana kuwa kijana mkuu wa huko hivyo anapata madaraka ya kuoleka kwa kijana wetu, ule kijana wa baba yake mwenye alikufa juzi. Anaoleka kwake. Na ripoti zimefika kwako kuwa kesho mwendo wa saa 4 asubuhi ibada itakuwa inaanza. Safi sana. Tunajiandaa sasa hivi. Tunaenda kule. Ndio mkuu, kwenye hilo swala sijui unalichukulia haje. Kwa maana ndugu yako Kara kisha apishwa, hauna mamlaka. Sasa sijui unalichukuaje mkuu? Safi sana. Kwangu mimi nitajitahidi sana nifike pale kwa muda nikatize ile sherehe. Nafaa hivyo mkuu. Tupo nyuma yako mkuu. Vizuri. Kwa hivyo mwendo wa saa 4 sherehe inaanza. Inafaa tuweze kupanga mkakato wetu mapema, tujue tunafika kule wakati masaa ngapi. Tutafika pale kwa muda sahihi. Tuwai. Hili swala liko na uzito sana. Sijui nifanye aje. Sijui nimalize tu au vipi. Nataka uende ukaniletee kichwa chake. Na kuamini sana na usinianguze kwa hilo. Mkuu, nimesikia. Nipe masaa 6 peke yake. Nitakuwa nimekuletea kichwa cha nduguye hapo. Hapa bado. Ushachelewa. Hilo liwezekani. Wewe msaliti. Umefika aje kwa hii eneo letu hii? Nitakutoa hiki kichwa chako. Bwana mtoto mzimu. Unaogopa mzimu? Acha kuniangusha. Wewe vipi? Kini kitu kidogo.
Kila mtu keti. Heshima kwako mkuu. Asante. Kila mtu achukue nafasi. Leo sina mengi. Nina furaha teletele. Mfalme wangu hapa anapata ndoa. Na pia naona shemeji kutoka upande wa kina dada amejileta mahali hapa. Naona wana vijiji tumekusanyika mahali hapa kwa ajili ya sherehe hii. Leo kuna shughuli mbili inaendelea mahali hapa. Kuna ndoa na kuna kuapisha mfalme. Na vile ilivyo mila na desturi, kuna mtabiri aliyekuwa mganga, aliyekuwa natibu wana vijiji hivi, atafika mahali hapa kwa ajili ya shughuli hii. Sina mengi, ni kusema asante kwa shughuli mfalme. Asante. Mwanamfalme na wanakijiji wa kijiji cha Imara, nawashukuru sana kwa kuja hapa na furaha yenu kwa ajili ya kumvisha mfalme uongozi, na ninatumaini mfalme utafanya kazi kama vile babako alivyofanya kazi. Asanteni. Igwe. Heshima zako mfalme. Chief mwenzangu, wanakijiji, nawashukuru sana kukuja. Leo tuna sherehe mzuri sana. Mfalme amepata mwenzake kuishi naye. Igwe. Nawashukuru sana. Nataka nimtambulishe mganga akuje awape agano ya ndoa. Igwe. Kiongozi. Mnalisikia zile sauti? Tunaenda kusambaratisha, kila mtu apotee kwa hiyo boma. Kila mtu apotee. Au sio? Ndio. Watu wangu hapa. Ndio mkuu. Lazima. Tunaenda. Sahi. Wili wanaendea hapa, wili wanaendea huko, au sio? Ndio. Sasa twende. Hivi.
nichukue nafasi. Sasa wanapoa pia. Ni wakati wa kumwapisha mfalme sasa kama kiongozi wa imara hii. Karibu. Nawashukuru sana wanakijiji wangu kwa kuniapisha kuwa mfalme wenu. Wazingira, musiogope. Nilikataa hii shughuli. Hakuna hiyo. Mmechelewa. Mshachelewa. Mkuu, kiongozi, Kiongozi. Kwa salama. Kiongozi. Kwa salama. Sijui nini kinaendelea. Kwani kuna nini? Mbona mmenizunguka? Ndugu yangu, nilikuambia chochote kilichoachiwa tukirithi kwa uzuri, na leo ndio ile siku yenye ilifaa niapishwe, na nimeapishwa leo, na nimeshukuru sana umefika, na takuruhusu ujiunge na mimi kwa sasa. Kila kitu tulikimaliza usiku wa jana. Hapo ndipo nimeamini mambo ya mzee yalikuwa ya ukweli, na leo ndio namaliza kila kitu kibaya kwenye hiki kijiji. Ndugu yangu, nafurahi umeapishwa, na kwa sasa sina upingamizi wowote. Hata mimi nimefurahishwa sana. Umeweza kutambua ni kipi kibaya na kipi kizuri. Nakushukuru sana ndugu yangu.
Wanakijiji, mfalme, mmebarikiwa, nguvu zimebaki zetu. Woi, dada ameolewa.